watu wa Mungu wananiwazia nini, but God ananiwazia aliyo mema. Yaani watu wa Mungu wanaweza kukuwazia jambo baya, lakini Mungu aliyewaumba hao watu anakuwazia nini? Mema. Sasa hili jambo la ajabu lione. Huyu mtu ambaye anawaziwa mema na Mungu, yeye anawaza nini moyoni? Fikira zake zimejaa nini? Au mawazo yake, hebu nitolee mfano mdogo ili tuweze kuelewana. Mtoto anaweza akapendwa na baba yake. Baba yake akampeleka shule ili asome kwa ajili ya hatima yake, kwa sababu hapo ukiona anamsomesha kwa muda huo, anatoa ada, anatoa fedha nyingi, maana yake anachopambana ni hatima yule mtoto. Yule mtoto akawa anasomeshwa na mambo mengine kadha wa kadha, lakini kafika wakati yule mtoto amesomeshwa akakutana na wahuni mtaani, wakamrubuni, wakamwambia bwana, shule kitu gani? Hebu achana na shule. Yule mtoto akaacha shule, kama wale watu ambao wamekutana nao wahuni ambao nimezungumzia kwamba wamemteka. Sasa baadaye akisha kuja kuwa mkubwa, amepata akili, maisha yamemsumbua na kadhalika, anakuja kugundua kumbe baba alikuwa ananiwazia nini? Mema. Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu ni baba. Yaani huyu Mungu ambaye tunamzungumzia anasimama kwenye nafasi ya nini? Ya ubaba. Sasa kama anasimama kwenye nafasi ya ubaba, tunaweza tukajiuliza, anatuwazia mema baba yetu? Kuna shule fulani anatupeleka tukasome. Na huyu Mungu tunayemzungumzia hajaanza kutupeleka shule sisi tu. Alianza kumpeleka shule Yesu mwenyewe. Yesu alipelekwa shule, darasa maalum kabisa kule jangwani. Yesu mtoto wake, mwana wa Mungu aliye hai, alipelekwa. Lakini Yesu huyu aliwapeleka watu wengi shuleni, akina Daudi na kadhalika. Sasa tunaweza tukajifunza, tukisema maadui wa hatima, lazima tujue ya kwamba hawa maadui wanaweza kagawanyika katika namna mbalimbali ambazo huenda kila siku kwenye maisha tunaishi nayo. Hebu ngoja tuangalie kitu hiki ili tuweze kuelewana. Sisi tumependwa na Mungu, na Mungu ametuandalia kesho kubwa sana. Sisi tumependwa na Mungu, na Mungu ametuandalia kesho kubwa sana. Jambo lingine la kuzingatia, je, kama mtu uliyependwa na Mungu na umeandaliwa hatima kubwa, unaishije? Au unaendaenda tu? Au unafata tu mikumbo? Je, unafata nyayo za Yesu Kristo? Kwa sababu tunajua Yesu alishinda, lakini je, unafata nyayo zake? Na kama unataka kuifikia hatima yako njema, yani unataka hawa maadui wa hatima wasiguse maisha yako, ni vizuri sana ukawajua hawa maadui ili Mungu aweze kukusaidia kwenye maisha. Unajua msaada wa pekee ambao Mungu anautoa kwa mtoto wake, ambaye ni mimi na msikilizaji ambaye ananisikiliza muda huu, ni msaada wa maarifa na hekima na ufahamu. Yaani huo ni msaada mkubwa sana ambao Mungu anautoa kwa mwanadamu. Sasa tuangalie maadui wa hatima ya mtu. Adui wa kwanza wa hatima ya mtu ni dini yake. Adui wa kwanza wa hatima yako ni dini yako. Adui wa pili ni wewe mwenyewe. Adui wa pili wa hatima yako njema ni wewe mwenyewe. Adui wa tatu ni ndugu zako. Adui wa tatu wa hatima yako wanaweza wakawa ndugu zako. Adui wa nne wa hatima yako njema ni jamii inayokuzunguka, yaani jamii inayokuzunguka. Na adui wa tano, kutokana na mfululizo wa somo letu, ni taratibu na sheria mbalimbali zilizopo kwenye maisha ya kila siku.